Nilipokuwa darasani nilikuwa na watu ambao walikuwa wananishangaza sana, walikuwa na uwezo sana katika kujua mahesabu na katika kufanya mambo ya ubunifu sana. Walikuwa wakifikiri sana, na akichukua kauli kuzungumza unamsikia kwamba ni mtu ambaye mafikiri yake yameiva na kukomaa vizuri sana. Anafikiri kwa kina, wakati mwingine hataki kuzungumza. Na mimi na wewe umeshawahi kukutana na watu kama na wale, na unajiuliza ni nini kinachoendelea, kwamba wamoja wanaweza kufikiri kwa mantiki, yani kwa logical, na wamoja wanafikiri kwa logic, lakini wengine unaona kwamba fikiri zao hazikuingia kwa undani sana, mafikara yao hayakuzama. Unajiuliza ni kitu gani kinachoendelea katika maisha ya wamoja ambao wako hivi na wengine ambao sio hivi, kwa sababu kila mmoja anataka aambiwe kwamba ana akili, anataka aambiwe kwamba anajua kufikiri, anaambiwa kwamba anataka aambiwe kila mara kwamba yeye ni super katika mafikiri yake. Na wakati mwingine unasikia mtu anasema ninasubiri mtu fulani aje, kwa sababu huyu akija mafikiri yake yatakuwa mazuri sana. Na wengine kwenye vikao wanasema huyu akiwa hapa anaweza akazungumza maneno machache, lakini machache yaliyo na mantiki ndani yake, machache yaliyo na uelewa ndani yake, machache yaliyo na maendeleo. Haya yote unajiuliza ni kwa nini wamoja wako hivyo lakini wengine hawawezi kufikia kiwango kile. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Daily Wisdom Series, ambapo unaendelea kujifunza kugundua vipaji, vipawa na karama ili uvigeuze kuwa pesa katika channel hii ya Mwalimu Zakaria B. Karibu. Leo ninataka nizungumzie aina ya pili ya akili katika zile aina 9 zilizozungumziwa na Howard Gardner. Howard Gardner alizungumza kuhusu aina 9 za akili. Mwaka wa 1980 alizungumzia aina 8 za akili, lakini mwaka wa 1999 akaleta aina ya 9 ya akili. Katika episode iliyotangulia ulijifunza aina ya kwanza ya akili ambayo tulikuwa tunasemea ni aina ya akili ya kilugha. Leo ninakujia na aina ya pili inayoitwa aina ya akili ya kimantiki, logical mathematical intelligence. Hii ni aina ya akili ambayo wengi wa wanaofikiri katika aina hii ya akili wanakuwa na akili ya kihesabu. Ni ile aina ya akili inayoendana na upande wa kushoto wa ubongo wako, kama anavyosema Roger Sperry katika ile kazi yake ya kutofautisha sehemu mbili za ubongo, hemisfia ya kulia na hemisfia ya kushoto, kama tulivyoona katika episode zilizotutangulia huko mbele. Sasa akili ya kimantiki, aina hii ya akili, ninataka nikuelezee watu walio na aina hii ya akili kazi wanayoweza kuifanya. Kazi ya kwanza wanayoweza kuifanya ni kazi ya uhasibu, accountant. Wanafanya ile kazi ya mahesabu sana, lakini pia wanaweza kuwa ni wahandisi, yani maengineer. Wanaweza kufanya kazi katika maabara, wanaweza kufanya kazi kama kazi za walimu wa hisabati, wakawa ni walimu wa kufundisha, lakini pia wanaweza wakafanya kazi za walimu wa hisabati kama nilivyotangulia kusema. Na istoshe, hawa ni wanasayansi wazuri, ni wanasayansi wazuri kwa vile ambavyo wanaelewa mambo ya sayansi, lakini pia wanaweza wakawa ni wanafalsafa wazuri, ni wanafalsafa wazuri. Utawatambuaje? Ili uwatambue watu walio na aina ya akili ya kimantiki ni vyepesi sana, kwa sababu mojawapo ya sifa za kuwatambua ni watu ambao hawazungumzi kwa uharaka, wanafikiri kwa kina kabla ya kutoa maoni yao, na wakati mwingine wanauliza maswali mengi. Ni sifa yao ya pili ya kuwatambua. Wanauliza maswali mengi kiasi ya kwamba unaweza ukadhani ya kuwa hana haja ya kuelewa. Wakati mwingine unasema huyu jamaa hana haja ya kuelewa. Maswali yao ni mengi kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba kwa kila nyanja wameuliza, kwa kila kitu, hata zile details ambazo ni ndogo ndogo sana wanauliza. Na kwenye unyumba hawa wanauliza maswali mengi, kwa kuwa utasikia anauliza mwanamke, ulikuwa wapi? Baada ya hapo ukaenda sehemu gani? Ina maana wewe ulifanya hivi na hivi. Na hivyo vyote ni kwa sababu aina yake ya akili inafikiri kwa mantiki na anaenda kwa undani zaidi na zaidi. Sifa yao nyingine ya kuwatambua ni watu ambao wanapenda sana mifumo, wanataka kuelewa mifumo, wanataka waelewe mifumo ya zile ambazo tunaziita data, lakini pia wana tabia ya kutaka kutengeneza mifumo yao binafsi. Wanataka waitwe wavumbuzi, kama vile Albert Einstein ambaye alikuwa na aina hii ya akili. Alitengeneza mifumo nyingi katika mathematics, katika physics, na sayansi inamtambua kama mtu aliyekuwa akifikiri kwa kina sana. Sasa hawa watu pia utawakutana ya kwamba wanataka sana takwimu. Wanataka wapewe idadi. Wanauliza
unafikiri katika mwaka huu ni watu wangapi waliofanya hivi na hivi? Kwa mfano, nitoe tu mfano, unafikiri watu wangapi katika mwaka huu ambao wamejenga ghorofa za nyumba, ghorofa kama vile 7, 9 hivi au 10 hivi, unafikiri ni watu wangapi? Hivyo vyote unavikuta pale ambapo watu walio na akili ya kimantiki wanatawala sana. Sasa utagundua pamoja na mimi ya kuwa watu hawa ni wengi sana duniani na wanafanya aina hii ya sifa ambazo tumezitaja hapa. Sasa sijui wewe baada ya kugundua chote umeona wewe uko sehemu gani katika aina hii ya akili, na ni kitu gani ambacho unakiona unaweza kukifanya vizuri sana kwenye sehemu hii, au unamjua mtu ambaye ana aina hii ya akili, au je kuna sifa nyingine ambayo ungetaka tuihitaje hapa ambayo labda hatukuitaja? Nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.